Mike tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeona nitoe ushuhuda kwa ujumbe wa mchungaji Monica. Usaidie watu wa kijiji changu, usaidie wageni ambao umekuja kushiriki pamoja nasi, kutupa pole na tunapoanua matanga leo. Kwa sababu ya ujumbe huu ambao tumeusikia kwa habari ya kusikia. Kuna faida kubwa ya kusikia. Maisha yangu yako hivi leo kwa sababu ya kusikia. Ninaye shangazi yangu yuko hapo. Hata kama alikuwa mdogo wakati huo, lakini aliwahi kusikia taarifa fulani. Nilikuwa na urithi Kitendagulo. Lakini kwa sababu nimeamua kuokoka, nimeisikia sauti ya Mungu. Na babu yangu anatengeneza pombe ambaye ndiye baba yake. Akaniambia niende nikanyage zile pombe. Sasa nilikuwa mtaalamu. Kwa sababu nimeokoka, nikasema siwezi. Na nilikuwa ni mdogo tu. Kwa sababu wengi kwa kijiji walisema ngoja ugani wa gasele hii. Lakini nataka nimshukuru Mungu. Babu yangu alibadilisha wosia kwamba mimi nimekuwa jeuri. Kwa hiyo haijalishi. Kwa sababu babu hakuwa na mtoto wa kiume, akisema nina mtoto wa kike, hawa watakuwa ndio warithi wangu, mimi nikaondolewa. Lakini leo mpaka Pwani ninaweka 150. Kibirizi nina 150. Kata hii nina maeneo ambayo hayahesabiki. Kwa sababu nilisikia sauti ya nani? Ya Mungu. Shangazi yangu ni shahidi. Mwaka huu Mungu amenijalia, nimenunua Kitendagulo. Sasa hivi ninajenga Kitendagulo. Nainua nyumba 3. Nyumba 3. Na bado eneo lipo. Na kuongeza nina vyumba 16. Sio nyumba za kawaida. Kwa sababu ya kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Lakini kwa ushuhuda mkubwa, huyu mchungaji huyu mnayemuona, huyu mchungaji, kanisa analolichunga, wakati injili inahubiriwa, yeye alisikia sauti akaokoka. Na akaja kanisani, tukaanza kumlea. Lakini wakati nimeisikia sauti ya Mungu inaniambia hivi, uende kwenye mbuga kule Kemondo, uwe na maombi ya siku 7, lakini usile chakula, ila utakula matunda. Matunda unayapata wapi? Na nimeambiwa niende mbugani. Nikaondoka nikiwa na watu 2. Kwa hiyo tukawa 3. Tukakaa kwenye mbuga. Tunaomba. Kama ambavyo umeona tukio la mvua tunaiahirisha. Majira haya ni ya masika ya mvua. Lakini tulisema kwa sababu tumeshapata shida ya mtoto wetu kuondoka, mvua tunaisimamisha isinyeshe, watu waweze kuja kushiriki. Na mvua inanyesha sehemu zingine, huku inapita pita. Ni kwa sababu ya mamlaka. Tulianza siku ya kwanza, ya pili, ya 3. Tulipofika siku ya 4, watu wakaanza kuambizana kuna watu wanaomba kule mbugani. Wakaanza kuongezeka mpaka siku ya 7 tulikuwa watu 23. Kwa sababu ya kuisikia sauti, ndipo likazaliwa kanisa la Kemondo ambalo huyu mchungaji anachunga. Lakini nimalizie hivi kwa kukomboa muda. Kwa sababu watu wengi wananijua vizuri. Watu wa Rubumba hasa. Maisha yangu wanajua nyumba hiyo mnayoiona hapo chini. Hata hako kaplasta akakuwepo. Hapo mwanangu le Jessica yuko wapi? Leticia, huyu hapa, nyosha mkono. Huyu ni mwanangu, alikuwa kwa bibi hapo. Ndio anajua vizuri mazingira. Hata hiyo nyumba ilikuwa kubwa kama hii. Kwa sababu hata marehemu huyo ambaye mwanangu ameondoka,
walikaa kikao na Karumu na kaka yake kwamba unajua sisi tunakuwa, nyumba hii ni ndogo, ilikuwa na vyumba vitatu, sasa tuweke msingi upanue, tutaweka matofali, tutaweka mabati. Nikaweka msingi, sikuona matofali. Na tumesha panua. Ikabidi nijitutumue. Hiyo nyumba unaona ni ndogo lakini ina vyumba kama 7 hiyo. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa maisha tuliyokuwa nayo ni duni kabisa. Mama yangu, nina dada yangu mkubwa hapa, Jona Maria. Nyosha mkono. Huyu ni wa 62 hivi. Ati mkubwa. Wanajua maisha ya Rubumba. Lakini nataka niwape ushuhuda. Kilichofanya maisha yangu yawe hivi sio kitu kingine. Nilisikia sauti ya Mungu nikakubali kuokoka. Lakini kuokoka ni kitu kimoja, kutunza wokovu ni kitu kingine. Kuna watu wanaokoka, wokovu na uacha hapo hapo. Sikiliza kilichonitokea mpaka leo. Watu wengine wakaanza kusema, huyu mchungaji ni free mason. Huyu mchungaji alienda wapi? Alienda Marekani. Marekani hakuna hela. Nilienda miji mingi. Nilianzia Chicago, nikaenda Atlanta, Georgia. Nikatoka pale nikaenda New York. Mimi yote sikuokota hata dola moja. Njiani angalau kuiokota dola moja. Niliporudi watu wakakaa wameniangalia airport. Wanaona eti wanasubiria wale nashuka na gari. Hivi magari wanayapakia kwenye ndege hii? Lakini wakati nimerudi nilipona hata mwenyeji wangu alinipa dola 300. Hakuwa na hela. Mtu ambaye nilikutana naye New York, yeye alikuwa na shauku. Kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza kuniona. Na kwa unyenyekevu mkubwa, aliponiona namna hii, nililala, sijawahi kumwambia hata mama mchungaji. Alitaka kupima eti imani yangu ni mimi ni mtu wa namna gani. Nililala kwenye kochi sebuleni, sikupewa chumba, ili aone unyenyekevu wangu huko namna gani. Nikalala. Lakini wakati wamekusanya watu ili niwaombee, nilipoomba watu wakaanza kutapika vitu vya ajabu visivyo vya kawaida. Badala ya watu kukaa wameshangaa, nguvu ya Mungu ikawafunika. Hata yeye mwenyewe ikamtembelea hiyo nguvu. Akasema sasa nakupandisha chumba cha juu. Kesho yake nililala kwenye chumba cha juu ghorofani. Lakini haya yote hayakuwa hela. Unaweza ukaenda Marekani ama kama watu wanaoenda Dar es Salaam wakarudi bila hela. Kwa sababu hata Dar es Salaam nimekaa miaka 8, nimeondoka 89, nimerudi 97, sikurudi na hela. Nilirudi naingia kwenye nyumba hiyo. Na nikiwa nimeokoka. Sasa angalia, nimeingia kwenye uchungaji. Niwape tukio ambalo lilitokea mpaka maisha yako hivi. Nikasikia sauti inaniambia hivi, ninataka nijenge shule. Moyoni nasikia kabisa kwamba nijenge shule. Lakini sina hela ya kujenga nini? Shule. Wakati huo tumepata hela ya tathmini. Wametufanyia evaluation viwanja vile 5,000 vya mea vya manispaa kule ya Mshenye Kiamiosi. Nilikuwa nimepewa hela 4,200,000. Zilikuwa kwenye account kwenye posta. Na nilikuwa na hela nyingine kama imefika 500,000 kama na 200,000. Nikaenda kutafuta mkopo benki ya Posta. Nina 500,000 na 200,000. Nimeenda kutafuta mkopo benki ya Posta ili nijenge shule. Yule manager akaniangalia akafurahi. Lakini akasema kwanza hauna kiwanja cha kijapimwa. Akaangalia statement benki, sina sifa ya kukupesheka. Kwa sababu zile hela ziliingia kwa mkupuo, ina maana hazina mtiririko wa kuonesha kwamba nina kipato. Kwa hiyo akaniambia tukijitahidi tunaweza tukakukopesha 5,000,000 ili upate 10.
milioni 10 hazijengi shule. Wakati ninarudi nimeumia mno, nikaingia kwenye maombi, nikaisikia sauti ya Mungu inaniambia hivi, hiyo milioni 5 ulionayo ninaitaka uipeleke kwenye kanisa fulani ikafanye kazi. Nina milioni 5 na laki, alafu naambiwa hiyo milioni 5 hiyo ninaitaka. Fikiri angekuwa ni wewe, maswali ambayo ungejiuliza. Hata mchungaji sikumwambia hicho kitu. Nikaumia mno. Nikamwona kama Mungu ni katiri. Hizi hela ndizo nimepata pale, nazo ni kwa neema. Halafu naambiwa nizitoe sadaka. Baadaye nikashindana na ile sauti, nikaamua niende nizitoe. Nikazitoa kama nilivyoelekezwa, milioni 5 zikafanya kazi ya Mungu. Baada ya miezi kama 3, ninakumbuka tukiwa kwenye nyumba ambayo wewe unaijua, Katato Lonso pale. Hatujaamka, sauti simu ikalia. Mtu ananipigia simu kama yaliyomtokea huyu mchungaji. Akaniambia, ninakushukuru sana, naomba mashemasi mheshimu ibada. Akaniambia hivi, ninakushukuru sana kaka yangu, ulisimama na mimi kwenye jaribu, kwenye shida. Sasa Mungu amefanya. Nikamwambia asante, ashukuriwe Mungu. Na hapo nimeanza kama kusahau. Huyu mtu nimemwombea akiwa Marekani. Hapo ni 2012, mimi ndio nimeenda Marekani. Sasa 2015, unakumbuka ulioambia 2012? Sasa akasema, nauliza una akaunti benki, nataka nitume sadaka ya shukrani. Nikamwambia ninayo benki hiyo iliyo ninyima mkopo, ambayo nilikuwa sina sifa za kukopesheka. Nikatuma akaunti namba. Nataka nitoe ushuhuda huu niwasaidie watu kwamba shetani hana miujiza kuliko miujiza ya Mungu. Tuache kuamini mtu akifanikiwa wanaweza kusema huyu amejiunga na shetani. Hapana, Mungu tuliye naye ni mkubwa kuliko shetani. Yaani Mungu anaweza akafanya jambo ukabaki unashangaa. Kwa sababu Biblia inasema, Mungu anasema nitakubariki mpaka miisho ya nchi itakuogopa. Na ninaamini katika Bukoba kuna watu wananiogopa, kwa sababu ni baraka za Bwana. Nataka nikwambie hivi, hakuna kalimanzira pale. Katika baraka tulionayo hakuna kalimanzira yeyote. Ni Mungu mwenyewe aliyesimama. Baada ya muda akasema, nimetuma sadaka yangu ya shukrani. Nilipoenda kuangalia hiyo sadaka ya shukrani, nilikuta milioni 54. Milioni 54 ni pesa kubwa kwenye maisha yangu ambayo nilikuwa sijawahi kuiona. Yaani naangalia ile 5-4, hafu naangalia 000. Nikasema ninaenda kujenga nyumba kijijini. Akili yangu ikawa inaniambia hivyo. Nikasahau kwamba nahitaji kujenga shule. Nikaenda kwa muuza vifaa, kwa sababu niliwahi kumshirikisha haya maono. Akaniambia, lakini kaka yangu, wewe sio na maono ya kujenga shule? Wewe ujenge shule, shule itajenga nyumba. Akasema, utakapokwama na mimi nitasimama na wewe. Tukajenga shule, na shule bado inaendelea na maisha yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona nitoe ushuhuda wa kusikia sauti.
Na hayo nimeyasema hayo mazuri, lakini nikikwambia habari ya kukataa kusikia, pia ziko hasara nyingi, nazo nilishakutana nazo. Lakini nimeona niseme haya ya kujenge, ya kutie nguvu, kwamba ukisikia sauti ya Mungu, hata hapo ulipo, sio tena kwambia hukoka, unasema mimi kwenye dini yangu nina cheo, mimi kwa siri ni Mlutheri, na sijui kama kwa umri wangu niliokuwa nao nimekuwa mweleza kwenye kata hii, nikisimamia mtaa wa kule Nyarubanja, Iyoro, Rugumba, Kyakairabwa. Nikiwa mdogo nina marehemu Maferista ameanza kuzeeka, lakini mimi ndiye wa kiume. Lakini nayo kwenye dini bila kumjua Yesu ni hasara. Samahani, dini yangu ya Kilutheri naipenda, lakini bila Yesu ni hasara. Kwa sababu kwenye sadaka zile za Krismasi na Pasaka, tutashindaje kwenye mtaa? Tulikuwa tunakusanya ndizika. Wewe fikiri hiyo sadaka unataka kupeleka kwa Bwana, lakini unakusanya ndizikari, tunatengeneza pombe, tunaziuza, halafu zile pale tunapeleka kanisani, tunaitwa washindi. Tulileta ngoma, tulishinda kanisani pale mtaa wa Kagondo, lakini mbinguni tulikuwa na sifuri kabisa. Yaani hatakuwa na tofauti na wafungwa wako ndani ya gereza. Ndani ya gereza kuna uwanja wa mpira, halafu zile timu zinaanza kucheza, halafu hao wanashangilia, nasema tumeshinda. Wameshinda, lakini wako ndani ya gereza. Haisaidii kitu. Hayo ndio yalikuwa maisha yangu. Huko na wachachaji ya mtaa yote ya Rwamishenye, ninaonekana huyu ni mshemasi mzuri, huyu mweleza mzuri ambaye ameleta ushindi mpaka ngoma, lakini mbinguni sifuri. Kama muulize jirani yako, wewe uko kwenye sifuri au uko kwenye nafasi nyingine? Wewe fikiri kanisani nina cheo kama mweleza. Marehemu mchungaji Joash Kaijage ambaye alinipa kipaimara, lakini huku na tusichana. Hiyo sio kipaimara, ni kipa dhaifu. Uwezo ukawa kipaimara, halafu goli la uovu likaingia, goli la uongo likaingia, la uzinzi likaingia. Wewe sio kipaimara, wewe ni kipa dhaifu. Mungu atusaidie tuisikie sauti ya Bwana Mungu. Amen. Amen. Mungu awabariki. Nilionitoa ushuhuda huu kwa ajili ya kutujenga, kwa sababu watu wa hapa hawajui hata ile shule itoka wapi. Na watu wengi kwa akili zao nasema ana wazungu kwa sababu alienda Marekani. Mimi sikurudi na anwani hata moja. Kama wazungu wanaweza wakafanya, na Waafrika tunaweza tukafanya. Kwa sababu ile shule tumeijenga, mimi sina mfadhili. Ni imani niliyoinua tu, na maneno yanaumba. Kwa sababu nilikuwa naambia watu nitajenga shule. Ndio maana yule alisema, mbona kimbiliaje kujenga? Kafanye kile ambacho umekuwa ukikiongea. Mungu atusaidie sana. Mungu abariki wakuja kutufariji na tukuanua matanga. Angalau umeweza kuelewa na shule ilitoka wapi. Kwa hiyo hakuna Marekani, ila kuna Mungu pale ndiye aliyesimama. Hii nyumba imejengwa na washirika. Idara wa mama walileta mifuko tani kama 7 za simenti. Kwa sababu mimi nakumbuka hata wakati wa plasta tuleta mifuko 100 ikaisha. Tukaleta 50 ikaisha. Nikaanza sasa, akili zimechanganyika, naanza 20, 30. Kwa hiyo sijui hata idadi ya hii na nini. Sijui. Lakini hao wamekuja wamejitolea siku moja, hata na huyu aliwahi kuchangia, hata walichangia, wanakuja kwa maombi. Kwa hiyo nataka nikujenge kwamba maendeleo sio lazima ukutane na mzungu. Maendeleo ni kukutana na Yesu kwenye maisha yako. Ukikutana na Yesu kwenye maisha yako, anaweza kubadilisha hali yako yote, na watu wakabaki wanajiuliza maswali.
Niliuza shamba la Kanioni pale, kuna shamba la miti. Tukawa na gari. Watu wakaona ile nani ya nyuma ile iliyofunika tairi ile wanahitaji. Cover. Ile cover iliyofunika. Wakasema I know mkopo benki. I know mkopo. Mbaya ujiguza. Mpaka leo ipo na nilitoa sadaka. Nikampa rafiki yangu Mwalimu Samueli. Nikamwambia nawe kaendeshe gari. Kusikia sauti. Kwa sababu nimeona nimetoa sadaka za fedha. Kama nilishatoa sadaka ya milioni 3 Mungu, nikatoa sadaka hivi ya milioni ngapi? Hivyo ni vya kawaida. Sasa nikamwambia Mungu, nataka nipande viwango. Nataka kuingia kwenye viwango vikubwa. Ekio biara. Nikiogesha. Kwa hiyo nikasema Mungu nisaidie nianze kupanda sadaka za magari. Ili na mimi niwe na magari mengi. Nikakutana mchungaji mmoja, nikamwambia na wewe nakupa gari. Naye nikampa gari. Kwa hiyo sasa hivi ninatoa sadaka za magari. Na ninaamini hata wachungaji wangu mtakuja kuyapata magari. Lakini nasikia ndani, wewe fikiri mchungaji nilimpa gari ni wa EAGT. Sikusikia sauti inaniambia kwamba nimpe katibu wangu wa jimbo hapa. Sikusikia. Kwa hiyo ukisikia sauti ya Mungu inakuelekeza, usianze kuanza akili yako inakwambia chonko huu ainabii ndio kwa inabio. Ukiangalia nyumba wakati sauti inakwambia peleka kitu pale, utakuwa umepishana na gari la mshahara. Kwa sababu wao wanasema enju mpango ne biba biyango. Kwa hivyo nenjwe mpango alimwe bibeba ebiyango muno. Maana yake ni kwamba kuna matatizo makubwa kama ambayo ametukuta sasa. Mimi nimeonekana mtoto wangu wa pili. Hayo ni matatizo pia. Na wakati yanakuja, nilikuwa nimeuza mnyama hapo. Na hizo hela tumeanza kuzitumia. Nilikuwa tubakia kama laki 4 ndani. Na msiba huu umekwenda zaidi ya milioni 10. Lakini namshukuru Mungu. Mungu amegusa watu tofauti. Wamesimama na sisi. Leo nilikuwa ninaangalia naona kwa sababu hata na milabi ambazo mnatupa kijazi hesabu. Nilikuwa na hesabu leo tulikuwa na deni mpaka leo. Deni la milioni 2.5. Ili mpaka leo ninavyoongea. Milioni 2.5. Lakini tutaenda kuangalia hizo nani mlizotupa za rambirambi. Tutatoa, zikipungua watatusubiria. Lakini tulikofika ni pazuri. Mungu ametusaidia. Naomba umshike huyu Yesu, atakusaidia. Haijalishi umesoma sana. Ukisoma sana bila Yesu nayo ni hasara. Hivi ukijua Kiingereza inakusaidia nini? Leo ya Mungu barabara. Naumia. Ila mwanao ni jua wa Rugumba. Tafadhali tumshike huyu Yesu. Hakuna na naomba Mungu tu atusaidie kwa sababu Rugumba inaonekana waganga wa kienyeji wanaongezeka. Makanisa yanapungua. Kwa hiyo ndio vitinaje muanze kuanza kujenga kanisa. Sio kiakayabwa. Tuanze kufikiri kuwa na makanisa. Tuvunje hizi madhabahu za waganga. Waganga hawana majibu. Hawana tofauti na manabii wa uongo. Lakini namwamini Mungu atatusaidia. Operation zinakuja. Taprotazi. Operation zinakuja. Ni mtaa kwa mtaa, barabara kwa barabara. Wakikosa wateja, wataacha. Wasipoacha, watalazimika kuhama. Hata kama mko hapa mnanisikia, nina mkakati wa kuondoa madhabahu za waganga. Watu lemesa. Kimombe kanjuza broko. Tenga kirabu. Kanyaruju. Na vile ni vya uongo, havina ukweli. Havina msaada. Shaka mtoto,
amekuja umemlea. Girlfriend naye ni mtaalamu. Magufuli ungefufuka leo ukanisaidia. Nakwambia hawa ni waongo. Tukawacheza hata kiboko. Tukiwacheza kiboko wanaacha. Kama unafikiri na kudanganya, niende sasa hivi nianzie hapa juu. Niende nikakachome moto uone kama nitadhurika. Hamna kitu, ni uongo. Mbayigo buliro. Wajenga ndio wali wao. Anakupiga mkwara, alafu naona ingia kwenye mkwara wake. Anakufarakanisha na watu. Watu tunaanza kuogopana. Naona kama mtu anaanza mjogu mrogo tiba. Ila Mungu atusaidie. Mungu awabariki. Nimetoa ushuhuda ili kukusaidia. Ukikutana na mtu anatuambia yule mchungaji ana wazungu, hakuna mzungu kwenye msiba huu, basi angekuja. Huyo mzungu aje. Wazungu ni ninyi wenyewe. Mlioko hapa kila mmoja mwambie wewe ndiye mzungu. Mbo mzungu atango bamfere yugo waki. Ogbo mzungu tena mugasho. Mzungu litaporotazi. Alia. Yakuko baniwe mzungu. Kwa hiyo tuondoe ile zana ya kukaa tumefikiria vitu vya namna hiyo. Na mimi huwa ninaamini inawezekana. Nimefyatua matofali humu Rubumba. Mayawa nimejenga. Huyu hapa. Tenda ya matofali huyu nani? Kilo Kibi hii hapa Mabuti. Tenda ilikuwa ya kwangu, haya nimepeleka matofali. Nikaanga iko matofali. Lakini nikagundua matofali na yana shida. Kwa sababu roho kugabu mojura. Omri Mungu anakwenda ukao kajura. Tigwina ukuletera ukugoshoka. Kamba gambiri leo barumuna bange. Eke wakoroka jura. Nikibaki kunjuire. Unaingiza kwenye mfuko uliotoboka. Fikiri. Mimi hawa wenyewe ni mashahidi wengine. Na wengine mpaka na wadai mpaka kesho nina daftari. Mungu ndo mtonga 300. Mungu 500. Mungu 1000. Sasa wewe fikiri. Unachoma tofali la milango 2 ama 3. Ikimalizika kuuzika hata bokisaa haununui. Gagia tigai kumanika. Ukagakoro ujuile. Lakini mtu anayeuza karanga, unaweza ukashika tukazi. Mtu akapika tangawizi pale. Hela akaiona na akafanya maendeleo. Lakini wabakubalira yayokia. Mbo omuje mbabaza baga kozire ngale. Oyo bayo kizeta ruruzinga. Isoka yamuki cyo wakozire. Shana ugenda kugonza bakazi babantu. Ekyo mbakibasa kwa sababu ngabagaliwo. Agiye muri Kalinya. Gage ndagaruka shubajura. Naomba Mungu atusaidie. Unaweza ukafuga kuku ukawa na maendeleo, ukalima nyanya ukawa na maendeleo. Lakini ago ukoro ujuire uragamanya. Hiyo ni tahadhari na Mungu awabariki sana. Amen.